Bwana Yesu asifiwe wapendwa katika Bwana, ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema na fadhili zake. Mchana wa leo nataka ni kushirikisha neno la Mungu kidogo kutoka kitabu kile cha Yohana sura ya 5 na mstari ule wa 11. Yohana sura ya 5 na mstari wake wa 11. Nataka ni kushirikishe kidogo pale. Biblia inasema, akawajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia, jitwike godoro lako uende. Baba, asante kwa ajili ya wakati huu. Namleta mtumishi wako, mwanao atakayesikiliza neno hili. Bariki neno likafanyike baraka kwake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunaangalia kisa cha huyu mtu ambaye alikuwa ni mgonjwa, na Yesu alipomponya mambo mengi yaliinuka. Watu walimuuliza maswali mengi kwa sababu aliponywa siku ya Sabato. Na watu wakauliza maswali mengi, kwa nini umebeba godoro lako siku ya Sabato? Kwa nini haya yamefanyika siku ya Sabato? Lakini yeye alikuwa na jibu moja tu, kwamba yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia, jitwike godoro lako na uende. Kwa hakuruhusu masikio yake kusikia sauti zingine, lakini aliweka imani kwa yule aliyemponya. Haleluya. Mungu anaweza akakutendea jambo na wanadamu wasikuelewe kabisa. Kwa sometimes usitake wanadamu wakuelewe unapotimiza kusudi la Mungu. Usitake watu wakuelewe sana unapotimiza kusudi la Mungu. Muelewe Kristo aliyekuita. Muelewe Mungu aliyetaka utimize hilo kusudi. Utakapomuelewa Mungu aliyetaka utimize kusudi, utaona Mungu akiendelea kufanya mengi zaidi kwenye maisha yako. Kujifunze kujibu jibu ambalo linatokana na imani yako katika kazi ya Mungu. Mungu amefanya kitu kwenye maisha yako, usijitetee, lakini sema kile ambacho umeona Mungu akifanya kwenye maisha yako. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Jitwike mzigo wako, pelekee Yesu, mruhusu Yesu afanye kitu kwenye maisha yako, nawe utaona utukufu wa Mungu kwako. Mungu wa mbinguni akubariki. Amen.